Wakati mwingine tuwe na huruma kidogo, au tufanye kitu kutokana na uhalisia tunachokiona mbele yetu. Kamkubwa, kutokana na busara aliyokuwa nayo, alivyosikia tu chini ya ulinzi, akaona ngoja nimweke mbwa huyu kwenye gari kwa sababu asije akawafanyia fujo hawa polisi. Kusema tu ule ukweli, Kamkubwa hajaanza kuleta fujo yoyote, amejisalimisha, amegeuka na kuwapa mikono wamfunge pingu. Kosa alilolifanya kaka mkubwa, hajaangalia mlango mwingine kwamba nimeuroki au sijauroki. Alionekana mbwa yule akihangaika ili afungue mlango huo, amepambana sana kwenye gari, lakini mbwa yule alifanikiwa kutoka. Kinachoonekana mbwa huyu anampenda sana Mwamba. Mwamba naye alipambana sana kumfukuza mbwa yule arudi kwenye gari, lakini makamanda au polisi hawajataka uvumilivu wala kusubiri. Hawajataka kumwacha mbwa yule aendelee kuwasumbua. Waliamua kumfyatulia risasi. Mbwa yule alifariki papo hapo. Kamkubwa aliumia sana, alilia. Aliona kwamba hii ni unyanyasaji. Kwa nini mbwa wake wamuue? Mimi mwenyewe imeniuma sana. Hata kameramani wetu alionekana akisikitika na kuamsha mikono na kuishika kichwani. Aliona kwamba mbwa huyu anakosa gani? Hii ndo maana ya ugenini. Ukisikia neno ugenini, hii ndo maana yake. Huwezi ukathaminiwa ugenini, kila mtu kwao.